begin to ridicule. Basi watu wataanza kumdhihaki And laugh at him. na kumchekelea And say, na kusema this fella huyu mtu began building this tower. alianza kujenga huu mnara But he was not able to. lakini hakuweza. You can imagine the ridicule in the tower. Waweza kuwazia hiyo kuchekelewa kukejeliwa kwenye mji. The laugh Kicheko in the tower. kwenye mji. Hallelujah. Haleluya. They will ask you, Watakuuliza, if you will fail building until the end, until you finish ikiwa utashindwa kujenga hadi mwisho this spiritual house. hii nyumba ya kiroho. Hallelujah. Haleluya. People will ridicule you. Watu watakukejeli. They will ask you, Watakuuliza, Pastor Grace, Mchungaji Grace, do you mean je, inamaanisha this wearing of long attires hii kuvalia mavazi marefu while we were in turbo cuts and miniskirts? wakati sisi tuko katika tumbo kati na minisketi? This going to Repentance and Holiness Church, Hii kwenda kwako kwa toba na utakatifu kanisa, where the right doctrine is being dispensed. ambapo mafunzo ya kweli yanafundishwa. This fasting Hii kufunga and going to church every day na kwenda kanisani kila siku and going to fellowships na kwenda katika shirika za and kinyumbani prayer meetings na mikutano ya maombi and the mighty meetings of the mightiest prophets of the Lord. na mikutano mikuu ya nabii wakuu kabisa wa Bwana. Do you want to tell us Sio nataka kutuambia it has not helped you to enter the kingdom of God? haijakusaidia kuingia katika ufalme wa Mungu? They will say, ha ha ha. Wanasema ha ha ha. For us, Kwetu sisi at least we were in the mark. angalau tulikuwa kwenye takuro. For us, at least Angalau sisi we were in the other denomination. tulikuwa katika madini mengine. In Friends Church, Kule makanisa ya Friends, PAG, PAG and name it. na taja yale yote. We never received the truth that you received in repentance and holiness. Hatukuwa ikatupokea ile ukweli ambao ulipokea katika toba na utakatifu. How come? Yawezekanaje But you have missed out the rapture. kwamba umekosa katika unyakuzi? You can imagine the ridicule in town, Waweza kuwazia kejeli kwenye mji, place where you live. mahali ambapo unaishi. For them they will wake up Kwa wao wataamuka and find out na watu wamundue kwamba the rapture took place unyakuzi ulifanyika and people have entered the kingdom of na God. watu wameingia katika ufalme wa Mungu. And walking like this, they will find out, wale watu wa manabii kumbe wameenda. And then they will come like this, they will see Pastor Grace is here. Wakigeuka wanaona Mchungaji Grace yuko hapa. Na unajua nyumba yako imejaza mavazi marefu. Hautajificha. In the morning they will see you. Hata asubuhi watakuona And they will ask you, na watakuuliza, Pastor Grace, Mchungaji Grace, how come yawezekanaje your church has gone? kanisa lako limeenda, Your people are not here. watu wako hawako hapa, But in rapture, wamenyakuliwa? you mean you have been left? Je, inamaanisha kwamba umewachwa? All this wearing long dresses Kuvalia haya mavazi marefu yote and going to church kisha uende kanisani when the meetings of the mightiest prophets of the Lord are there. wakati mikutano ya nabii wa Bwana iko, Unafunga virago. unafunga virago, You go to the field 5 days. unaenda kwenye uwanja siku 5, You don't come back. haurudi. You want to read that you have been left. Je, inamaanisha kwamba They will ridicule you. watakukejeli, Watakucheka sana. watakucheka sana, Wewe unasema kaoni. Do you know the meaning of ridicule? wanaanza kukucheka, wanakukejeli. Do you know the meaning of ridicule? Je, unajua maana ya kukejeliwa? Someone will be embarrassed. Je, mtu atakasirika, Embarrassed. ataibishwa. Utapita wapi? Utakuwa mgeni wa nani? Utakuwa sukuma wapi wewe mtu wa toba ukiwachwa? Tusakidele hivi. He says the end, your spiritual end product in your salvation is very key. But at the start of it, Matukio ya mwisho wako wa wokovu ni bora kuliko mwanzo wako. I hear people say, Nasikia watu wakisema, before kabla I was so powerful. nilikuwa na nguvu kabisa, And I got to receive salvation in repentance and holiness. nilipopokea tu wokovu katika toba na utakatifu, I was so powerful nilikuwa na nguvu kabisa in prayers. katika maombi, I was so powerful in the ministry. nilikuwa nguvu sana katika huduma.
hand to this. Mtu nipungie mkono. We are talking this when the prophecy of the war between Israel and Iran has been fulfilled. Tunanena wakati unabii wa ile utabiri wa vita vya Iran na Israeli umetimilika. And we know it's tied up. Na tunajua kwamba nimesongamana sana. It's tied up with the rapture. Imefunganishwa na unyakuzi. Imefungamanishwa na unyakuzi. That when you see it happen, unapoona the kitendeka, rapture anytime. basi kuna unyakuzi wakati wowote. Any moment. Wakati wowote. That prophecy. Huo unabii. And that's what you have heard at the end there. They say uliposikia hapo mwisho alisema the rapture is near. Unyakuzi umekaribia. And they finalize by saying, na wakatamatisha kwa kusema, prepare the way. Andaa njia. The Messiah is coming. Masihi anakuja. They translated it there. Walinena pale. When you own it, you are beginning of your salvation. Ulipoishika wakati ulipoanza wokovu wako. And right now, na sasa hivi, the comparison. Ulinganisho. How is the state of your spiritual being? Je, hali ya utu wako wa kiroho uko vipi? Somebody wave your hand to the Lord like this. Pokea Bwana mkono. Somebody wave hand to Jesus. Mtu pokea Yesu mkono. So if you not finish the tower, the spiritual tower, kwa hivyo kama hautamaliza ile mnara wako wa kiroho, the Messiah is telling you in advance. Masihi anakuambia kabla. Before the D-Day. Kabla hiyo siku kuu. That you'll be ridiculed all over. Ya kwamba utakataliwa kote kote. People will laugh at you. Watu watakucheka. They will say, Joseph. Watasema Joseph. You are here. Uko hapa. In hell with us. Jehanamu pamoja na sisi. You are being roasted in hell with us. Unachomwa hapa jehanamu pamoja na sisi. They will tell you. Watakuambia. Your pastor. Mchungaji wako. Used to follow up you every day. Alikuwa anakufuatilia kila siku. Many times he visited your home. Wakati mwingi alitembelea nyumbani kwako. And encouraged you to continue with the journey. Akakuhimiza uendelee na safari. Joseph. Your father every time called you. Kila wakati mchungaji wako alikupigia simu. Please remember on Sunday to come to church. Tafadhali kumbuka Jumapili uje kanisani. You never took it seriously. Haukuchukulia kwa kumaanisha. And they will say, watasema, for us we were in the bar. kwetu sisi tulikuwa kwenye mabaa. We were prostitutes at Koinange. Tulikuwa makahaba kule Koinange. We did not have a pastor Hatukuwa na mchungaji that could call us ambaye angetupigia simu. follow up us Atufuatilie. and visit Na us tutembelee. and remind us to go to Na church. atukumbushe kwenda kanisani. For us, Kwetu sisi. we did not have such a pastor. Hatukuwa na mchungaji kama huo. Otherwise we could not have not have been here. La sivyo hatungekuwa hapa. But for you, Lakini kwa wewe. hata mchungaji alitumia credit yake, akalipa basi, akatoa fare, akalipa basi, akaja kukutembelea. Hallelujah. Following you up Akikufuatilia on this road. katika njia hii. But how come Lakini yawezekanaje? you have failed? Ulikosa. Watakucheka. Watakucheka. Uliza jirani, wewe utachota maji wapi? Kwa hiyo mfereji wa mama. Wamama watakuuliza, na wewe unafanya nini hapa na mavazi marefu? Na wenzako walienda? Nini imefanya ubaki? And let me tell you, it will be very brutal. You'll have to tell them. Wacha nikwambie, itakuwa mbaya kabisa. Lazima utawaambia. Watakuchuna masikio. Tell us to ridicule. They will mock you, they will ridicule. Watakukejeli, watakudhihaki. Watakusukuma kichwa. Tell us. Why are you here? Kwa nini uko hapa? Wenzako wameenda. What are you doing here? Unafanya nini hapa? Let us wave unto Jesus. Tupige Yesu mkono. The pain of that ridicule. Uchungu wa hiyo kukejeliwa. The pain of that mockery. Uchungu wa hiyo kudhihakiwa. When you have failed to finish building the spiritual tower. Ikiwa umekosa kumaliza kujenga mnara wa kiroho. Will be so painful. Itakuwa na uchungu mno. Very painful. Uchungu sana. And embarrassing. Na ya kuaibisha. Iko Kusawazishwa
Tusalimiane hivi. Ambia jirani tusalimiane tu hivi. Messiah is about to come. Na Masihi yu karibu kuja. Have you finished the spiritual tower? Je, umemaliza mnara wako wa kiroho? Some of us, baadhi yetu ndio wako kwa msingi. Ndio wako kwa msingi. And then yet rapture is here. Hali unyakuzi uko hapa. And let me tell you, wacha niwaambie, it will not stop the Messiah coming. Haitakomesha Masihi kurudi. Wale watapatikana wamemaliza au watachukua. Tusalimiane hivi. Praise the Lord. Bwana sifiwe. The mockery, the ridicule, makejeli, kudhihakiwa will be so embarrassing itakuwa ya kuhaibisha mno that somebody will regret. Kwamba mtu atajutia. I wish I listened to the mightiest prophets of the Lord. Laiti gani ningalimsikiza nabii mkuu wa Mungu. I wish I obeyed. Laiti gani ningewatii. I wish I obeyed to the instructions of the Lord. Laiti gani ningelitii maagizo yote ya Bwana. Your spiritual head product of your salvation. Matokeo ya mwisho ya wokovu wako. Please, tafadhali, don't fool around with it. Usifanye mzaha nayo. You can fool around with other things. Waweza kufanya mzaha na vitu vingine vyovyote. But when it comes down to this one, lakini inapokujia masuala kama haya, think us out. Vitoe Akucha nje. Don't fool around with it. Usifanye mzaha nayo. This is your eternity. Huu ni umilele wako. This is what determines where you belong, to the Lord's side or the devil's side. Hii ndio inaamua ikiwa utakuwa katika upande wa Bwana ama upande wa Shetani. Your spiritual head product. Matokeo yako ya uokovu. Better the end of a thing, heri mwisho wa jambo, than the beginning of it. kuliko mwanzo wayo. Don't tell us here usituambie hapa how powerful you used to pray, jinsi ulivyokuwa unaomba kwa nguvu, how holy you used to be, jinsi ulivyokuwa mtakatifu, how righteous you used to be before. jinsi ulivyokuwa wa haki. And then what? Kisha nini? What happened? Nini ilifanyika? And then where are you heading to? Na unaelekea wapi basi? Tusalimiane hivi. Tusalimiane hivi watu wa Mungu. Are we together? Je, tuko pamoja? Now, very quickly, precious beloved people. Kwa haraka watu wa thamani, He says, anasema, I want very quickly now, nataka kwa haraka kabisa, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Ambia tu jirani, hii mambo ya kupigiwa simu na mchungaji saa zote kuja kanisani, saa zote na kupigia tu kujua vile unaendelea. Praise the Lord. Unacheka cheka tu nasema si kwa ubaya pastor, nilikuwa busy. Continue being busy. Endelea kuwa busy. But people are busy building their spiritual tower. Lakini watu wanajishughulisha kujenga minara yao ya kiroho inside the church. Ndani ya kanisa. They are fasting there. Wanafunga kule. They are repenting there. Wanatubu pale. And they are receiving the oracles of God. Na wanapokea mausia ya Bwana. The holy statutes of God. Mausia ya Bwana. That is helping them. Ambayo inawasaidia. That is equipping them. Ambayo inawatia makali. And giving them the information, the understanding on what is required of them to prepare. Ambayo inawapa ufahamu kile ambacho wanahitaji ili waweze kujiandaa. As you are busy remaining in the house, unaposhikilika ukiwa katika nyumba, doing other things, ukifanya mambo mengine, people are busy with the Lord. Watu wanashughulika na Bwana. After seeing Iran-Israel war, baada ya kuona vita vya Iran na Israeli, nyumba hazikaliki. They are seeking the face of the Lord. Wamekaa katika nyumba ya Bwana. They don't want to miss out. Hawataki kukosa. They want to make it in the kingdom of God. Wanataka kufaulu kuingia katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Salimiane hivi watu wa Jehova. He said be careful. Anasema jihadhari. Your spiritual head product of your salvation. Matokeo ya wokovu wako. The start is okay. Mwanzo ni sawa. But the start of the thing, lakini mwanzo wa jambo, you cannot compare with the end of the matter. Hauwezi ukalinganisha na mwisho wa jambo. Let us now see the Bible very quickly. I've got many examples, but just two. Wacha tuone tu mifano miwili, niko na mingi. Very quickly. Kwa haraka.
Let us now see in the Bible tuone kwenye Biblia examples of those started the salvation journey, but they did not finish well. Wale ambao walianza safari ya wokovu lakini hawakuimalizia vile vyema. They started building the tower, as you saw in the book of Luke chapter 14. Walianza kwa kujenga mnara kama vile umeona katika kitabu cha Luka 14. They started building the spiritual tower. Walianza kujenga mnara wa kiroho, but they did not finish it. Lakini hawakuimalizia. And they ended unto a bad place because their spiritual end product of their salvation was not worthy the reward of the kingdom of God. Walimalizia mahali mabaya kwa sababu matokeo yao ya kiroho hawangeweza kupata ile tuzo ya kutoka katika ufalme wa Mungu. Was not worthy. Haikwenda stahili. The reward of the kingdom of God. Tuzo ya ufalme wa Mungu. And the first people, na mtu wa kwanza is the church of Galatia. Ni kanisa la Wagalatia. The Galatians church. Kanisa la Wagalatia. The book of Galatians. Kitabu cha Wagalatia. Precious beloved people. Watu wa thamani. Galatians, you can open the book of Galatians chapter number 3. Fungua Wagalatia sura ya 3. Galatians chapter number 3, we are finishing. Tunamalizia Wagalatia sura ya 3. Just 2 examples and then we finish. Mifano miwili tukisha tutamatishe. You know, in our programs we are so much including the undeserved privilege to hear from the Lord. Wajua katika ratiba yetu tunahusisha hata hiyo tumekuwa na ratiba. Very well. So the book of Galatians. Kitabu cha Wagalatia. Galatians chapter number 3. Galatia sura ya 3. Let us read from verses number 3. Tusome kuanzia mstari wake wa 3. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. Galatians 3:3. Wagalatia 3:3. Are you so foolish? Je, ninyi ni wajinga? After beginning by hiyo neno imefungwa na hiyo kitu. It says, are you so foolish after beginning by means of the Spirit? Je, ninyi ni wajinga kiasi hicho baada ya kuanza kwa Roho? Are you now trying to finish by means of the flesh? The end product of their spiritual end product of their salvation. Je, sasa mwataka kumalizia katika mwili tokeo la mwisho la wokovu wao? Hallelujah. Hallelujah. Just there, it's just enough. Verse 3 because of time. Mstari wa 3 kwa sababu ya muda. Amplified says. Tafsiri ya Amplified inasema. Are you so foolish and senseless? Je, nyinyi si wapumbavu na hamna akili? Having begun your new life by faith with the Spirit, are you now being perfected and reaching spiritual maturity by the flesh? That is, by your own works and efforts to keep the law. Let me explain. Acha nielezee. When you look into this church, ukiangalia hili kanisa, the Church of Christ at Galatia, kanisa la Kristo hapo Galatia, these are a Gentile church. Hili ni kanisa la watu wa kimataifa who received the true gospel from Apostle Paul, ambao walipokea injili ya kweli kutoka kwa mtume Paulo, whereby ambapo when they received the true doctrine, walipopokea mafunzo ya kweli, the true gospel of Jesus Christ, injili ya kweli ya Kristo Yesu, when they received it, walipoipokea, that gospel transformed them. Hiyo injili iliwabadilisha. It changed them. Iliwabadilisha from evil living, worldly living, kuishi katika ulimwengu, into a holy living. Hadi katika kuishi kwa utakatifu. And they received the Holy Spirit. Na walipokea Roho Mtakatifu. And now from that point on, na kuanzia hapo sasa, we operated under the influence of the Holy Spirit. Waliendeleza wakiwa na Roho Mtakatifu. Waliendeleza katika hatari za Roho Mtakatifu. Waliendeleza katika hatari za Roho Mtakatifu. Meaning, kumaanisha their sinful nature, asili yao ya dhambi, the flesh in them, mwili ile nyama,
Mwili tu. Mwili. Flesh in them died. Mwili ndani yao ulikufa. The sinful nature was crucified on that old rugged cross of the Lord. Asili ya dhambi ilisulubishwa katika ule msalaba wa kale uliochanika. And now they were being led by the Spirit of God. Na sasa walikuwa wanaongozwa na Roho wa Mungu. Living a holy life. Wakiishi maisha matakatifu. Living a righteous life. Wakiishi maisha ya uhaki. But immediately after the departure of Paul to other churches. Punde tu baada ya kuondoka kwa Paulo kuelekea makanisa mengine. Hallelujah. Hallelujah. They fall away. Walianguka. Such that Paul was very much shocked. Ili kwamba hata Paulo akashtuka zaidi. In Galatians chapter 1:6. Kwa Galatia sura ya 1 mstari wa 6. He became so shocked. Alishtuka zaidi. But he asked. Lakini akawauliza. Hallelujah. Hallelujah. But he had to ask them. Ilibidi awaulize. I'm very much shocked. Nimeshtuka kabisa. How quickly ya haraka jinsi gani you are fallen and deserted from the salvation of grace. ulianguka na kuondoka katika wokovu wa neema. They began so well. Walianza vyema kabisa. Very powerful. Kwa nguvu kabisa. When you look at them, you can see transformation. Ulipoangalia unaona tu ule kubadilishwa. You can see renewal being taking place into their life. Unaweza kuona kufanya upya kunafanyika katika maisha yao. You can see revival. Unaona uvivio. You can see the power of God Unaona nguvu za Mungu in their midst. katika yao, You katika can yao. see how righteous they were. Ungeweza kuona vile ambavyo walivyokuwa wenye uhaki. You could see the difference between their former life before Christ and their present life after Christ. But there is a spiritual transformation. Ungeweza kuona kuna utofauti kabla wampokee Masia na baada ya kumpokea Masia. You could see there is a spiritual transformation. Ungeona kwamba kunayo kubadilishwa. They had the image of Christ. Walikuwa na umbo la Kristo. But however, Lakini hata hivyo their spiritual end product in their salvation. ile matokeo ya mwisho ya wokovu wao. See how they are heading. Angalia mahali ambapo wanaelekea. Mahali ambapo wanamalizia. Mahali ambapo wanamalizia In the flesh. kwenye mwili. And we know Na tunajua the acts of flesh are obvious. matendo ya mwili ni kawaida. Ni dhahiri. In the book of Galatians, Katika kitabu cha Wagalatia when they ended now into the flesh, walipomalizia kwenye mwili, when they ended their spiritual journey in the flesh, walipomalizia ukiroho wao katika mwili, you see the rebuke of the rebuke of Paul in Galatians chapter 5 verses 19. unakiona kemeo kutoka kwa Pauli katika kitabu cha Wagalatia 5:19. You see them now indulging into sexual immorality, Unaona wakijihusisha katika uasherati, strife, kung'ang'ana, kupigana, jealousy, wivu, enmity, taja yale yote, slander. masengenyo. He's mentioning that when you read the book of Galatians chapter 5 verses 19, Ukisoma Wagalatia 5:19, you can see how they conducted themselves unaweza kuona vile ambavyo walikuwa wakijiendeleza in sexual immorality, katika uasherati, in jealousy, katika wivu, in slander, katika masengenyo, in bitterness, katika uchungu and many other things that involves the flesh, the sinful nature. na vitu vingine vingi ambavyo vinahusisha mwili. And he's telling them, Anawaambia, I tell in advance, ninawaambia hata hivyo, even before the day, hata kabla ya hiyo siku when the Messiah appears in the rapture, Masihi atakapojitokeza katika unyakuzi, but now conducting yourself in the flesh, in the sinful nature, you will not see the kingdom of God. sasa ya kwamba mnajiendeleza katika dhambi, katika asili ya dhambi, katika mwili, hamtaona ufalme wa Mungu. Somebody let us wave under this. Uliza jirani as we finish, how is your end spiritual product of your salvation? Ulize tu na nguvu. Sema na Kiswahili wasema. Je, matukio yako ya kiroho ya mwisho ni yapi? Ya wokovu wako. Ya wokovu wako inakaa vipi? Waweza kuwa ulianza vyema, lakini unaenda kumaliza vibaya. Uliza tu jirani. Sema tu ulize tu. Tunamaliza ibada saa hizi. Mimi sitaendelea mpaka uulize jirani. Muulize tu.
Na Yesu amesema kabla uteseke mateso ya jehanamu, utateseka mateso ya mokari. Hallelujah. Before you suffer the efficacy of the fire in hell. Kabla uteseke hiyo moto kali ya jehanamu. Wakati unyakuzi inakuwa imetendeka na umewachwa, people will mock you. Watu watakudhihaki. And laugh at you. Watakucheka. Hallelujah. Hallelujah. Watakuita Mama Rosa vizuri siku hiyo. Na sasa watakuwa wanakuuliza Mama Rosa wenzako walienda, wewe unabaki hapa kufanya nini? Ukichota maji watakishia umechota mwisho. Hallelujah. Praise the Lord. The other example is Saul. Mfano mwingine ni Sauli. I'm not going to read because of time, but you can go and read the book of 1 Samuel. Waweza kwenda kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza, chapter 9 verses 3 to 6. Sura ya 9 mstari wa 3 hadi wa 6. Following a 3-day search for the donkey of his father Kish. Fuatilia siku 3 ya ile kutafuta punda wa baba yake Kish. You see him unaona at the discipleship of prophet Samuel. Katika ile kuongozwa wa nabii Samueli. Na unamwona akiwa katika ni makufunza maneno. Hallelujah, the discipleship of the prophet Samuel. Makufunzi ya nabii Samueli. In the land of Saf. Katika nchi ya Safu. Hallelujah. Hallelujah. And so the start of his salvation was so powerful. Kwa mwanzo wa wokovu wake ulikuwa ngumu kabisa. He was in the midst of the Lord. Alikuwa katika huduma ya Bwana. Being led by the true prophet of the Lord Samuel. Akiongozwa na nabii wa kweli kabisa Samuel. Huduma ambayo inaongozwa na nabii wa kweli Samuel. The minister of the Lord. Huduma ya Bwana. That was led by who? By a true servant of God, a prophet of God by name known as Samuel. Ambaye iliongozwa na nabii wa kweli, nabii wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Samueli. Hallelujah. Hallelujah. And you can see the fear of God, the reverence that he had. That even when they were going to the minister of the Lord, to the servant of the Lord, the prophet of the Lord Samuel. Ikiona ile hofu ambayo alikuwa nayo walipokuwa akielekea kwa nabii wa Mungu Samueli. Pale mwanzo. You see he's fearing even to appear before the prophet. Unaona kwamba anaogopa hata kuenda mbele ya huyo nabii. He's asking the servant that he is with, how do we go there? What do we go with? Anauliza mtumishi ambaye alikuwa na yeye, je, tutaendaje? Tutaenda na nani huko? Tutaenda na nini? Tutaenda na nini? How do we appear there? Tunaenda aje pale? He has the reverence of God. Alikuwa na hofu ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. But see how he hands it. Lakini angalia vile anamalizia. The spiritual end product of his salvation. Matokeo ya mwisho ya wokovu wake. In the book of 1 Samuel chapter 28 verses 7 to 25. Go and read at home. Enda usome Samueli wa kwanza sura ya 28. 7 to verses 25. 7 hadi 25. The big fall. Mwanguko mkubwa. It is a spiritual product of his salvation. Na ilikuwa ile matukio ya mwisho ya wokovu wake. He is found now in the house of a sorcerer. Amejipata katika nyumba ya mchawi. His salvation, we see reverence of God. Tunaona mwanzo wa wokovu wake ilikuwa ni hofu ya Bwana. Even when they are going before the servant of the Lord, the prophet of God Samuel is asking. Hata anapoenda katika mbele ya nabii wa Bwana, mtumishi wa Mungu Samueli anauliza, how do we go there? Tunaendaje huko? How do we appear there? Tunaendaje hapo? How do we go with them? Tunaenda na nini? Hallelujah. Hallelujah. He understands that is not a normal place. Amejua kwamba anaenda mahali ambapo si kawaida. Anaelewa si mahali pa kawaida. Sio mahali pa kawaida. Sio mahali pa kawaida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tutaenda aje pale? Tutaenda na nini? Tutawasilisha pale namna gani? The reverence of God. But now you see, he's now hanging in the house of a sorcerer. Hofu ya Bwana, lakini sasa tunaona kwamba mwisho wake anamalizia kwa nyumba ya mchawi. Tusalimiane hivi. Mchawi mganga. Bwana asifiwe sana. Salimia jirani hivi. Hebu ulize hivi. Galatia 3:1 nauliza nani aliyewaroga? Ambia jirani wewe unajua kuna uchawi ya kiroho, urogi ya kiroho.